Karibu kwenye safari ya maisha ya fedha, mahali ambapo tunachunguza maamuzi ya fedha kwa pande zote kabla kufikia hitimisho, kwa sababu utajiri huanzia kwenye fikra kabla hujaonekana kwenye akaunti. Ada, ukiwauliza vijana wengi leo wanataka nini, utasikia jibu moja mara nyingi: nataka kazi yenye mshahara mkubwa. Kabisa. Na kwa kweli hilo linaonekana lina mantiki. Mshahara mkubwa unamaanisha maisha mazuri, si ndivyo? Ndivyo. Sophie, hebu nikuulize swali. Kuna watu wanapata mshahara mkubwa lakini kila mwisho wa mwezi wanakopa. Na kuna wengine wanapata mshahara wa kawaida lakini wana akiba, wanawekeza na wana amani ya kifedha. Je, tofauti iko kwenye mshahara au iko kwenye namna wanavyotumia? Lakini Ada, ndiyo, tusipuuze ukweli. Mtu anayepata milioni 5 kwa mwezi ana nafasi kubwa zaidi ya kujenga utajiri kuliko anayepata 500,000. Fedha nyingi zinatoa fursa nyingi zaidi. Nakubaliana, lakini ngoja tuongeze swali. Je, mtu wa milioni 5 akitumia milioni 5 kila mwezi atabaki na nini? Na kuna mtu wa 500,000 akitumia 400,000 na kuwekeza 100,000 kila mwezi. Baada ya miaka 10, nani atakuwa amejenga msingi imara zaidi? Kwa hiyo mshahara ni muhimu, lakini si hadithi yote. Kwa hiyo unamaanisha tatizo linaweza kuwa lifestyle? Ndiyo, kuna jambo linaloitwa lifestyle inflation. Kadiri kipato kinavyoongezeka, matumizi nayo yanaongezeka. Gari kubwa, nyumba kubwa, simu mpya, safari nyingi. Mwisho wa siku Sofia, unakuta mshahara umeongezeka, lakini uhuru wa kifedha haujaongezeka. Hili linaonekana sana kwenye mitandao ya kijamii. Watu wanajilinganisha kila siku. Mtu akipandishwa cheo, anahisi lazima badili kila kitu ili kuonyesha ameendelea. Na hapa ndipo shinikizo la kijamii linapoingia. Maendeleo si lazima yaonekane kwanza. Wakati mwingine maendeleo ya kweli yanaanza na kulipa deni, kujenga akiba, kuwekeza kimya kimya, kujifunza ujuzi mpya. Mambo ambayo hayapigi picha nzuri mitandaoni, lakini anajenga maisha ya baadaye. Kwa hiyo, si kila mtu mwenye mshahara mkubwa ana utajiri. Kabisa. Na si kila mtu mwenye mshahara mdogo hana nafasi ya kuujenga. Kabisa. Mshahara ni chanzo cha mapato, utajiri ni matokeo ya maamuzi unayofanya baada ya kupata mapato hayo. Hebu ngoja nikusimulie simulizi Sophie. Nilikutana na wafanyakazi wawili. Mmoja alipandishwa mshahara mara 3 ndani ya miaka 6. Kila alipopandishwa aliongeza kiwango cha maisha. Wa pili naye alipandishwa mara kadhaa, lakini kila ongezeko la mshahara aliligawa mara 3. Sehemu ya matumizi, sehemu ya akiba na sehemu ya uwekezaji. Baada ya miaka 10, wote walikuwa wamepata fedha nyingi, lakini mmoja alikuwa bado anasubiri mshahara uingie ili aendelee na maisha. Mwingine alikuwa ameanza kuona fedha zikifanya kazi kwa ajili yake. Hapo nadhani Sophie umeona tofauti. Ndiyo. Usipime mafanikio kwa ukubwa wa mshahara. Yapime kwa uhuru unaokupa. Okay. Ada. Ndiyo. Leo nimebadili mtazamo wangu kidogo. Nilikuwa naona mshahara mkubwa ndio lengo. Sasa naona ni mwanzo tu. Hilo ndilo somo la leo Sophie. Usikatae mshahara mkubwa, lakini usifikiri kwamba mshahara mkubwa peke yake utakuletea utajiri. Utajiri haujengwi na maamuzi ya kila mwezi, si kiwango cha mshahara pekee. Kwenye Financial Challenge Sophie, wiki hii andika maswali haya 3. Ikiwa mshahara wako unaongezeka 30% leo, ungefanya nini? Je, ungeongeza matumizi kwanza au ungeongeza uwekezaji na akiba kwanza? Na kwenye Hidden Gold Journal Sophie, kuna maswali 3 ambayo unatakiwa ujiulize wiki hii. Ni matumizi gani yaliongezeka pamoja na kipato changu? Je, nina mpango wa ongezeko la kipato kabla halijatokea? Na swali la mwisho Sophie, ni hatua gani moja nitachukua ili mshahara unisaidie kujenga uhuru wangu wa kifedha? Mshahara hukupa uwezo wa kuchagua. Hekima ndiyo huamua kama uchaguzi huo utakujenga au utakubomoa. Okay, nimekuelewa sana Ada. Ndiyo. Asante kwa kuwa nasi. Leo tumegundua kuwa lengo si mshahara mkubwa pekee, bali maisha yenye utulivu na uhuru wa kifedha. Wiki ijayo tutafungua mjadala ambao unaweza kuwagusa watu wengi sana Sophie. Ndiyo. Kuhusu kukopa, daraja la maendeleo au mtego wa maisha.
Okay. Kwa sababu leo kwa kubonyeza kitufe kimoja tu kwenye simu unaweza kupata mkopo. Ni kweli Ada. Lakini je, kila mkopo ni hatua ya maendeleo? Hilo ni swali la kujiuliza. Mimi nimekuelewa sana kwenye somo hili la leo Ada. Nimeelewa sana na nitalifanyia kazi. Asante kwa kuwa nasi. Ulikuwa nami Sofia Daudi, lakini pia nilikuwa na mwenzangu Ada Eligo. Usikose kila Jumapili kufuatilia safari ya maisha ya fedha. Wote tunasema bye bye.